kwa sababu kila kukicha wewe tu una mzee. Dada hujui kuosha vyombo, dada hujui kupika, dada hujui kufua. Naomba tuheshimiane, sawa? Maisha yangu hayakuhusu tena, naomba ukome. Yaani usije ukajaribu kuniingilia. Kama unaona rahisi, basi toka nje ukaone nyota ajaye inavyowaka. Moto ukishawaka usipozimwa mapema, huteketeza nyumba, wacha vilio na simanzi. Hii ni simulizi ya familia iliyoacha maadili. Karibuni. Kala moto, kala moto, linawaka usiku na mchana, likikosa maji huunguza kila kona. Kala moto, familia imepasuka, maadili yakitoweka, amani imefutika. Mzee Sule kabaki peke yake duniani, mke ametangulia, ameacha simanzi moyoni. Tena nitakuja nikuchakaze, babako hatosahau. Umenielewa? Na kuheshimu, naomba uniheshimu. Siku nyingine ukirudia kunipiga kibao, utaniona mimi mbaya. Nakwambiaje, tutagawana majengo ya serikali. Mimi Segerea, wewe mochwali. Umekuwa mama, umeota mapembe, una kibesi, si ndio? Sasa nisikilizeni nyie paka wawili, nipo ndani, kikiiva utakuja kuniamsha. Chakula kikiiva, naomba mniamshe. Kala moto, linawaka usiku na mchana, likikosa maji punguza kila. Ndugu yangu, kwenye maisha kuna kuyakanyaga na kuyatimba. Mimi naona katika hili nimeyatimba kama sio kuyakanyaga. Sasa wewe umeyatimbani? Wewe acha tu, ya Mungu mengi ya kuku mayai. Unajua mimi kuna sehemu nimezalisha, lakini cha ajabu na cha kusikitisha sina hata ile pesa ya kupeleka viunga. Yaani aibu naona mimi mzee mwenzangu. Hivi wewe wakati unapanda kwa yule mwanamke ulikuwa unatarajia uvune nini? Umeanza maswali yako ya kipuzi. Haya, kama nilipanda baisikeli ningevuna nini? Upepo? Kazi kunya tu, kufanya kazi Kimeumana huko. Kwani chooni uko nani huku? Yuko huyo kiongozi wa familia ndo anakiongoza choo hapo. Ni watoto huko unakokwenda mimi nitaninua. Wakizua. Babako anacheza singeli hapo mlangoni. Fanya haraka basi utoke. Kwa mtu nusu saa nzima uko chooni. Unafanya nini? Unatuma salamu? Wewe sio starehe. Jua babako uko nje hapo utamtia aibu wewe. Shauri yako.
jasho linakutoka, sio kusulie uendelee. Hii hapa. Wala njiani na wewe. Moto kishawaka usipozimwa mapema, huteketeza nyumba, wacha vilio na simanzi. Hii ni simulizi ya familia iliyoacha maadili. Karibuni Kala Moto. Kala Moto linawaka usiku na mchana, likikosa maji punguza kila kona. Nashukuru salama. Mzee mwenzangu, sisi tumekuja hapa na mwanangu huyu katika michezo yao kwa watoto, wametuletea mjukuu huyu hapa. Katika michezo? Ndio. Sasa michezo aina gani hiyo mpaka apate mtoto? Mzee mwenzangu, sio hivyo, michezo ya watoto si unaijua? Ndio. Na kweli huyu mtoto inavyoonekana ni kama kweli mtoto wetu, lakini sasa mimi na watoto wengi, mimi na watoto 3. Sasa sijui katika watoto zako hawa 3 mmoja wapo. Hebu wewe angalia mzee. Ni kweli hii sura ni kama ya kwetu. Yaani wewe baba wewe. Wewe unapokea watu unawajua alipotoka. Yaani unakubali tu. Ndio baba, kama unataka kulisi hiki kibanda. Hapana baba, mimi sikubali. Ile jambo haliwezekani. Mwenzangu hapana. Ina maana wewe macho uone. Hata akili yako ya kawaida tunamwonaje? Hizi nywele kabisa unazionaje? Sio mtoto wetu. Ila baba kama kweli. Baba cheki nywele hizo, cheki nywele. Cheki masikio. Baba wa Mr. Manywele. Haki ya Mungu mtoto wa Mr. Hiyo sasa baba. Ili tatizo. Yaani baba, mwanao mwenyewe unamlisha. Alafu naye anakuja kumletea mtu akulishe. Babangu utakufa kabla ya siku. Kwa hilo uliongea. Hilo nao ni tatizo. Sio tatizo, ni shida juu ya shida baba. Mwaka huu utapindika. Na huku inakokwenda sasa inabidi nianzishe timu ya mpira inaitwa Dodoma. Unajua mwenyewe. Hilo ni tatizo. Lakini sasa wewe nenda ndani. Nenda ndani tutakuja tuongea. Nitakufuata huko. Nitakufuata tutaongea vizuri mwanangu. Baba hiyo naijua hiyo. Nitakufuata sasa. Wewe bana nenda kwanza basi ndani. Baba huo unaofanya ni ushangingi. Kama hivyo. Baba. Ni kama hivyo. Sisi tumeshakubali kwamba huyu ni mtoto wetu na haina tatizo. Sasa wewe ni mtu mzima kama mimi. Wewe sio kama hawa, yani sisi ni watu wazima. Hii nyumba unaiona, mke wangu mimi ni bahati mbaya. Na kama mke wangu ni bahati mbaya, mategemeo langu mimi nitafute mzee mwenzangu tulee hawa. Baba haiwezekani. Hapana baba. Subiri kwanza baba. Baba huo unauleta hapa ni ushangingi. Haya, habari za mama yangu mimi kukufa sijui zinatokea wapi. Unataka kusema nini baba? Ushangingi? Baba huo ushangingi unauleta. Haki ya Mungu baba nakwapia huo ushangingi. Mama nisikilize. Hawa watoto wetu ndo hivi. Mimi ni mzee mwenzako na mimi unavyoniona naishi mwenyewe na hawa watoto wangu. Baba, usituchanganye. Huko unapoelekea mimi sipajua. Hapa haingii mtu. Baba haingii mtu. Mama, mbebe mwanao muondoke. Hapa hatujaja kugombana. Basi nimekuja tu kuwatambulisha. Sawa, ushakutambulisha. Dada. Nenda. Nenda. Tabia zao umoja na watoto zao. Sasa mwanao naye ana tabia mbaya. Sasa. Hebu bwana tuondokee sie. Mwanangu twende. Sando nini? Ina baba wewe kiboko. Sasa unafanya. Yaani hao watoto wameangalia sasa hivi. Ina maana wewe umeshanikimbizia ndege wangu. Alafu hivi unanipata unaniuliza, ulikuwa unaongea nani wewe? Nataka niongee nani? Ndio baba. Wewe unajua kabisa mimi na wewe ni best friend. Tunashirikiana kwenye kila jambo. My best friend kwa sababu ushanikimbizia ndege wangu. Alafu unaniambia mimi best friend wako. Mimi best friend wako.
Usigonge na mimi bwana. Baba, tatizo wewe una haraka. Ungenishirikisha mimi nije nimsaminishe. Kweli anafaa kumiliki mjengo, lakini wewe babangu leo kulupu. Yaani umsaminishe mamako. Sema hiyo ndio imekaa vizuri. Sasa je? Ila watoto wala hamna akili. Ila mama kama ndo mama yule. Ana chogo. Mama ana komwe. Kwa hiyo anatafuta mwanamke mwingine ambaye ana komwe. Kuchagua. Mimi ndo nataka ile komwe. Kwa sababu yule sikazana mjukuu wetu. Yule sikazana mwanangu. Yule mjukuu wetu, mjukuu na mimi mjukuu tuunganisha hivi na yule nikichukua mimi unamuita mama, maisha yanakwenda. Safi. Baba, hapana, ushangili wako mzee. Kina mimi ushangili wangu sikushindi wewe. Sikushindi wewe mwanangu. Majifuta mkondo. Koma wewe. Bovu. Mzee Sule kabaki peke yake duniani, kametangulia ameacha simanzi moyoni, watoto watatu ndio tumaini. Bwana, kuna jambo la kukwambia. Mimi nimekuwa. Kwa hiyo kama nimekuwa, nimehangaika huko, nimempata mwenzangu. Hivyo basi, nataka kuoa. Kama umejipanga na kuoa, sawa. Ila usije ukijipanga na kuoa, alafu huyo mwanamke umlete hapa. Tangu afariki mama yako huu mwaka wa 7 sasa. Mimi niko mwenyewe. Sasa hivi wewe unajipanga kuoa, umlete hapa. Vitafunio vya chai wewe unaniambia mimi ndo nikununulie. Huyo mwanamke unamleta, vitafunio nitoe mimi. Mimi baba yako nalala mwenyewe, sina vitafunio. Nalala bila kunywa chai. Wewe ni lazima ujipange bwana. Kwa hiyo baba, wewe unataka kumaanisha kwamba mimi mtoto wako ni zalauliki. Sawa? Angalia mtoto wako anafuga ndevu hizo. Watu wananionaje? Mimi ni shababi ujue, dume la mbegu. Sawa? Kwa hiyo mimi siwezi kukaa hivi. Mtu kaja kwenye mfumo, mimi ni yule, mimi lazima nimuoe tu. Hivyo vyote vile. Wewe hata usemeje? Mimi sijasema kwamba wewe sio dume la mbegu. Na mimi baba yako pia ni dume la mbegu. Na ndio maana umepatikana wewe. Sasa unapooa huyo mwanamke, alafu unamleta hapa, na wewe dume la mbegu, na mimi baba yako dume la mbegu. Vitafunio vya kwako wewe ni kununulie mimi. Bana, na huyo mwanamke anayekuja nimnunulie vitafunio. Na mimi mwenyewe nataka vitafunio. Na huyo mwanamke anayekuja nimpe vitafunio. Unaonaje? Baba, mimi nimekusikiliza. Ila nataka nikwambie kitu kimoja. Kwenye hili, utake usitake, mimi naoa. Alafu yule mwanamke namleta hapa. Yaani kwenye hilo tutashikana mashati nginja. Mimi mtoto wako lazima niwe na chombo hapa ndani. Na wewe ndo utakayemhudumia. Kwa sababu wewe ndo baba yangu. Sasa kama umeamua kuletea mwanamke mkwe wangu nikae naye, basi itakuwa jambo zuri. Sawa. Na kukubali mwanangu. Tutapigana. Mlete. Dada yake. Wewe naye kula taratibu. Kitu gani mbona vitoke? Sasa kwanza ustaarabu gani mboga anashika mkononi, lakini huu ndio bwana Yako. Kula yako. Alhamdulillah. Makubwa ya baba anafanyaga kazi kwa wakati mjaya hivi. huyo huko. Kiongozi wa familia anakuja kujenga jamaa wao mnamo. Unaangalia macho nini? Sasa ile. Kwani shughuli na kuhusu? Mimi yangu naomba ule taratibu. Basi wewe si kiongozi wa familia, wewe ndio unaongoza tu mgundi huko bodaboda, sio kwenye masala nyumbani, masala msosi. Fanya kazi. Na hapo hali kama hii, mtu anakuambia anataka kuoa. Huu gari utapata. Sasa wewe hii mboga utashika. Unakula kwako. Mzee unamwona mwanao Umemwona? Haya nyinyi Nimeona kazi ya kutia watu mimba tu. Nimesikia kuna mada ya kuoa. Kazi ya kutia mimba wewe mbona umeachika mimi sijakwambia. Mimi mwanamke wewe mwanaume, afu kuna jela. Hapo kuna guest, hapo kuna hudumu wa guest. Tunahudumia tumbo. Yaani kuoa
Chakula cha kulenga. Ninachotaka kuambia iko hivi. Utatuambia kama chakula mzee. Tuambie tu. Yaani unapojipanga kutaka kuoa, hiki chakula inabidi ukisahau. Huko kwako unakokwenda ndo ule hivi. Baba kukata. Ugali tutatafuna mkate. Nani huyu anayetaka kuoa? Unataka kuoa baba nani? Wewe unajipanga mzee. Maana huyu bwana yeye ni bodaboda. Lakini uko unakwendesha bodaboda choo hapa, bodaboda Mgundini. Hapa ndo nyumbani mzee. Sasa huo Mgundini kwani hamna vyoo? Ndio nyumbani kwani hamna mama ntili? Hapa ndo nyumbani. Hapana bwana, mimi naona jamani Rudie wewe kwanza. Mtu kwao. Jamaa bodaboda ili akupiga hiyo nani? Sijui umeelewa vizuri eh? Twende. Huyu mwanangu ni bodaboda. Choo cha kujisaidia anarudi hapa nyumbani. Kula chakula anakuja hapa nyumbani. Mimi nikifa sijui atakuwa chakula na nani. Hapa mimi ndo nyumbani. Nyumbani tia timu mzima. Wewe naye Mimi bana naona uvumilivu. Wewe umeshika mboga mwenyewe. Yako unajua ila maana kanipa. Ela maika kupa nani? Unataka kutia tu mimba tu kutoa chakula. Jamaa unataka. Ongeza wewe. Unijui vizuri. Ongeza. Unijui vizuri. Hatuelewi vizuri. Wewe sikiliza bwana. Hilo punguza tonge hilo. Huyu mbona baba mwambie? Tonge gani unakula kama hivyo? Wewe uko na adabu bwana. Kwani baba shida nini? Sasa wewe tonge lote. Baba mbona wewe unashika mboga umwambie? Hiyo ni heshima hiyo. Ipo hivi, kila mbuzi hula kwa urefu wa kamba. Sahihi. Cheni jamani, mimi nile nakula hela yako wewe mzee. Naye ule huko. Ndio. Kwenye mboga yetu. Ndio basi nayo nitilia hata kidogo. Wanawake wale kwao. Hata babako na hivyo anampenda kia hata mayai umeshindwa kumpa. Hata kwenye dini wanawake upande wao, wanawake upande wao. Mimi hata sijui jinsi yangu. Wewe unakula hivi. Hapa hamna. Yaani familia ukienda kucheza mbali unga robo. Yaani hapa atakuwa tukimbizane. Ukicheza mbali. Malizeni mkimaliza mboga yenu hatuwataki. Unajua nini mnang'ania mboga bila mwanzo na hatuwataki. Mwendo wa ngiri ni meno nje. Yaani kama una speed ushidi ndio hii ndio nzuri. Jamani nisubirieni. Nimepigiwa simu. Hapo wewe mbona unapiga wewe manyoya? Mimi manyoya? Manyoya ndio. Wewe unaweka kichwani nini wigi? Nimekabwa. Bado hujasema. Mpaka nimekomba mboga yote. Kwani wewe mbona tutokea mwanzo mpaka usoge huko kwangu? Kwani una sehemu za kukaa? Yaani mabonge wanafakamia. Yaani Zuki mwambie masuala ya kupika. Megea wewe. Umeona? Jamani, mzee umeona? Ni ulaji kweli huo? Mzee umeona? Mbona mnatia aibu? Umeona mzee? Mnatia. Baba mimi ili lazima eti mimi nimebeba katonge langu na nakula. mtu hapa Tonge au jeneza hilo? Hata unasema zezima alikopia moto. Tonge jeneza hilo. Mlaji wangu. Alafu wewe. Wewe utaolewa kweli wewe? Ndio hakika huyu. Wewe kitambi. Nakwambia kabisa wakati wa kula usione ni kazi yako. Hilo sio hilo jeneza. Sipendi ujue. Hapo mdogo wangu naona unataka. Kwani sizipigwe sie tule? Yaani haiwezekani wakati wa kula ni kazi yako. Zipigwe. Mdogo wangu naona unataka ligi na mimi. Naona utapata sasa. Sasa usubiri. Unanikazaje sura? Yako hapo jikoni. Mzee, huyu kama anataka kuoa. Lazima tujue nani mbabe. Wewe na unatumwagia lazi bana. Baba. Unamwaga lazi na kuoa. Hapa hataki. Mzee mimi mwanao nitamzibua huyo. Mzee Sule kabaki peke yake duniani, kametangulia ameacha simanzi moyoni. Watoto watatu ndio tumaini lake, lakini kila mmoja ameacha njia yake. Wakubwa wana kazi, hawataki kujituma. Pensheni ya mzee ndio tegemeo la maisha, badala ya heshima wamechagua vurugu. Nyumba ya baba imejaa migogoro. Sababu muda wote nakuona uko hapa nyumbani tu. Ukizunguruka uko hapa tunakula wote chakula. Tunapigana vikumbo chooni. Sasa mimi nilichokuwa nafikiria hizo shughuli zako sijui unazifanya saa ngapi wewe? Unajua mzee? Maana nikasema leo nije hivi tukae tuzungumze kidogo. Sije mzee usichukulie kitu kimoja. Unajua hata mimi mwenyewe nikikaa muda mwingine wewe najiuliza nashindwa kupata majibu. Unaona bwana?
pale kijiweni nahisi kama kuna watu wananichawia. Umeona? Mchawi ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu ndiye kuloga. Mchawi mwenyewe kivipi mzee? Sasa wewe uko nyumbani muda wote. Huyo mchawi amekulogea wewe kwa ajili ya nini sasa? Namaanisha mzee, mimi nikikaa pale kijiweni muda mwingine sipati abiria. Umeona bwana? Wenzangu wanapakia, lakini mimi nipo tu mgundini. Umeona? Sasa mimi nashindwa kuelewa, afu hii tatizo sio la leo tu, la muda mrefu. Umeona? Lakini mimi nakuahidi mzee, kama hili swala tunaleta sawa, mimi hela nitakuwa nakuletea. Mimi hilo swala kuletea hela ndio mwanzo na mwisho ni leo. Nimevumilia, nimeshindwa. Kwa sababu gani? Kama niliweza kununulia pikipiki ufanyie kazi na pesa ulikuwa uleti, bwana, bado niendelee kukubeba tena kukupa pikipiki. Hii pikipiki leo nachukua. Kala moto linawaka usiku na mchana, likikosa